tembea nasi. Bwana tembea nasi. Yesu tembea nasi, tukuone. Tembea nasi. Ayayayaya. Bwana tembea na sisi. Tembea nasi. Mwambie tena. Oh, tembea nasi, tembea nasi. Tembea, tembea. Bwana utembee na sisi katika malango ya ibada hii, tusione nguvu zako. Tembea nasi. Haya sasa, twende na meikalo. Mtukuze Bwana kwa kucheza. Bado sikuoni wewe, bado sikuoni ukimtukuza Bwana. Oh, tembea nasi, tembea nasi. Bwana wa mabwana, tembea na sisi. Bwana tunakupenda, tembea nasi. Bwana tembea nasi. Haya, tunaenda kwa namna hii. Haya, hebu changamka namna ile. Bado sikuoni, hebu mchangamkie Bwana. Bado sikuoni, sikuoni. Bwana kwa mwisho. Bwana tembea nasi, tembea nasi. Bwana tembea nasi. Oh, tembea nasi. Yesu tembea nasi. Bwana wa mabwana, Mfalme mwenye nguvu, tembea nasi. Tukuone Yesu. Tembea nasi. Oh, tembea nasi. Tukuone Bwana, tembea nasi. Tembea nasi. Bwana tembea nasi. Ayayayayaya. Tunahitaji nguvu zako zaidi Baba. Yesu tembea nasi. Utembea nasi. Bwana wa mabwana wewe, tembea nasi. Come on. Tembea nasi. Tembea nasi. Tembea. Tusione nguvu. Tembea nasi. Tembea nasi. Bwana wa mabwana. Siyabonga Yesu. Siyabonga Yesu. Oh, tembea nasi. Ayayayayaya. Likawe ni ombi lako kwa Yesu. Likawe ni ombi lako kwa Yesu. Anavyotembelea wengine, basi atembee na wewe maishani mwako. Mwambie tembea nasi. Tembea nasi. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Usipunguke katikati ya fahamu zetu. Bwana, tembea katikati ya fahamu zetu. Tembea nasi. Tembea nasi. Wewe Baba, tembea nasi. Kwa mara ya mwisho, mwambie Bwana kwa imani, tembea nasi. Bwana wa mabwana, haya ni maombi yangu kwako. Tembea na sisi, tukuone. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili
Bwana tunakuadhimisha. Unastahili Mungu mwenye nguvu, hayupo kama wewe. Sifa za mioyo yetu, unastahili, hakuna kama wewe, unastahili wewe Baba, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Baba, unastahili Nyosha mikono yako. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, nina kila sababu ya kurinua jina lako jioni ya leo, siku ya tatu. Asante kwa sababu tunajua Bwana umetuhudumia toka siku ya kwanza, siku ya pili, na leo ni siku ya tatu. Bwana Yesu, tunahitaji Bwana mkate mpya kwa ajili ya siku ya leo. Bwana Yesu, tunahitaji utuhudumie kama jinsi kupendezavyo kwa ajili ya siku ya leo. Na ndio maana Bwana tumekuwepo siku zote, na wengine Bwana wamekuwepo siku ya leo, kwa sababu tunajua kabisa kila siku ina anointing mpya, kila siku ina upako mpya, kila siku ina chakula kipya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Bwana Yesu, chakula ulichokikusudia siku ya leo hatutamani kukikosa katika jina la Yesu, kuanzia kwangu na kila mmoja Bwana, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu uliye mwaminifu, tunakuhitaji jioni ya leo, tufundishe kama ikupendezavyo, kwa sababu umesema katika neno lako wewe ndio tufundishaye Bwana, ili tupate faida kwa jina la Yesu. Nasi tuko tayari kuipokea faida iliyokaa kwenye mafundisho ya jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo Nazareti uliye hai. Tunampinga shetani anayeharibu mifumo, anayeharibu mafundisho, katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana umesema Bwana, silaha zetu zina nguvu si katika mwili, bali katika Mungu aliye hai, hata kuangusha ngome za kila fikra ijiunuayo Bwana juu ya elimu ya Mungu, katika jina la Yesu. Kila fikra ya shetani tunaiangusha, kila fikra ya shetani tunaiangusha, kila fikra ya shetani tunaiangusha, bali tunainua Bwana uweza na nguvu zako zinazotuwezesha kupata faida juu ya mafundisho. Roho Mtakatifu, jioni ya leo tunahitaji Bwana, mwamba uzima, ile milango mitano ya fahamu ya kiroho Bwana ikawe wazi kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kusikia, kwa ajili ya kunusa, kwa ajili Bwana ya kuelewa, katika jina la Yesu, ili Bwana tukapate faida sawa sawa na vile unavyotufundisha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Na wote tuseme amen. Naomba tuketi. Somo letu, kichwa cha somo, wangapi tulikuwepo toka siku ya kwanza? Nyosha mkono. Asante, Mungu awabariki sana. Wangapi ambao tulikuwepo jana? Nyosha mkono. Asante, Mungu awabariki sana. Wangapi ambao leo ni siku ya kwanza? Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunasoma kichwa cha somo kwa sababu kuna watu wanakuwa leo ndo wamefika. Tunatamani tuwapitishe haraka, halafu ndo tuendelee pale tunapotakiwa kuendelea. Kichwa cha somo kinasema misingi itakayokuwezesha kuyafikia mafanikio yako kiuchumi. Kichwa cha somo kinasema misingi itakayokuwezesha kuyafikia mafanikio yako kiuchumi. Nafikiri siku ya kwanza tulijaribu kuangalia vitu ambavyo tutavizungumzia. Tulisema tutazungumzia maana ya misingi yenyewe na uchumi, lakini tukasema tutazungumzia
lengo la hiki kichwa, alafu mwisho itakuwa ni hitimisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda tukajifunza, tunapozungumzia misingi tukasema ni kitu gani? Misingi tukasema ni chimbuko au kiini cha kukuwezesha kuyafikia mafanikio yako kiuchumi. Unaposema misingi, misingi tunasema ni chimbuko au kiini cha kukuwezesha kuyafikia mafanikio yako kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasimamia neno kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 11 mstari wa 3 ambayo inasema misingi ikiharibika, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukajaribu kuangalia sasa, unaweza ukawa ni mtu ambaye una haki ya kupata kitu, lakini ukikosa misingi unaweza pia ukakikosa hicho kitu pamoja na haki ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Tukajaribu pia kusimamia neno kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 47 mpaka 49. Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 47 mpaka 49, ambayo tulijaribu kuangalia Yesu alivyokuwa anatoa mfano wa nyumba inayokuwa imara. Anasema kwamba mtu anayenisikiliza atafananishwa na nyumba iliyojengwa juu ya mwamba. Lakini kabla ya kumalizia habari za kujenga juu ya mwamba, anasema huyu mtu akachimba shimo kubwa mpaka atakapokuta nini? Mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwamba ule msingi utajengwa, au tunasema kwamba ule msingi utajengwa pale yule mtu atakapokuwa amechimba na kukuta ule mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Tukajaribu kuangalia tofauti ya nyumba tulizonazo, tukasema kwamba mara nyingi sana ukimkuta mtu anayejenga ghorofa, ile ghorofa kwa kadri inavyoenda juu ndivyo inavyoenda chini. Kwa ghorofa uwezo wa kwenda juu unategemea kiasi cha kuchimba kutafuta mwamba ulioko chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Baadaye tukaangalia tafsiri ya uchumi. Tukasema uchumi tunapozungumzia ina tafsiri nyingi, lakini mimi nimekupa hii tafsiri kwamba uchumi ni mfumo wa uzalishaji, usambazaji, biashara, matumizi ya bidhaa na huduma katika eneo fulani. Hiyo ndo tafsiri ya uchumi. Lakini kuna wakati mwingine unaweza ukasema uchumi unaweza ukapimwa kwa kiasi gani unachoweza kusambaza, kuzalisha, kufanya biashara. Yaani kiwango kilichopimwa ndio kinaweza kikazungumziwa nini? Huo uchumi, kulingana na tafsiri yetu inavyotuambia pale juu. Lakini wakati huo tukazungumzia sasa misingi, tukazungumzia misingi itakayotuwezesha kuyafikia mafanikio yako kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika maisha ya kiroho. Haleluya. Misingi itakayotuwezesha kuyafikia maisha ya kiuchumi, misingi itakayotuwezesha kufikia mafanikio ya kiuchumi katika maisha ya kiroho. Tulizungumza msingi wa kwanza, tukasema mtu yeyote ambaye ana uchumi mzuri ni lazima awe mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema mtu yeyote ambaye ana maisha mazuri ya kiuchumi ni lazima awe mtii. Kuna mtu yeyote anayetaka kuwa na maisha mazuri ya kiuchumi ni lazima awe nini? Mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya hapo tukaangalia msingi wa pili, tukasema huyo mtu ni lazima awe na bidii, kwa sababu waweza kuwa ni mtii. Mungu amekupa mafunuo juu ya kufanya jambo fulani, umetii kweli, umeenda kufanya,
lakini baada ya kufanya ukakosa bidii, lile jambo kalianzisha likafa na ukapata hasara. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapokuwa na utii ni lazima uambatanishe na bidii, kwa sababu bidii huwa tunasema kwamba ni msukumo unaokuwa ndani unaokupelekea kufanya kitu mpaka uhakikishe kimeleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uambatanishe na nini? Na bidii. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Jana tukasema pamoja na hivyo vitu viwili, lakini lazima uwe na nini? Na nguvu. Unaweza ukawa ni mtii, unaweza ukawa na bidii, lakini ukaishiwa nguvu. Haleluya, ukaishiwa nini? Nguvu. Sasa jana tukazungumzia sana habari ya nguvu, kwamba tunapokuwa tunaangalia mtu yeyote aliyefanikiwa, nyuma yake iko nguvu ya uwezesho inaomwezesha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu uchumi wowote una hatua. Kuna hatua ya kwanza, kuna hatua ya kati, kuna hatua ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaweza ukaanza vizuri kabisa kwa kutumia utii, kwa kutumia bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikosa nguvu, kuna mahali utafika utakwama. Haleluya. Kwa jana tukajifunza habari ya nguvu, tukaangalia kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 8:17 mpaka 18. Anasema utakapokuwa umepata mali nyingi sana, mifugo, umejenga, umepata watoto, umefanya nini, anasema usije ukajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usije ukasema mimi ni tajiri, usije ukasema mimi akili na fahamu na uwezo na juhudi zangu zimenisaidia. Anasema bali utasemeje? Bali utasemeje? Utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nini? Akupae nini? Kwa kumbe nguvu si kwamba tunazo peke yetu, ina maana tunapewa na ufalme ambao unatuwezesha. Na ndio maana tukasema nguvu zinategemea ufalme ambao unauabudu, kwa sababu kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa nani? Wa Shetani. Na wote wana mafanikio. Usione kwamba wa Shetani hawana mafanikio, wana mafanikio. Sio kama unanielewa vizuri. Lakini kila anayefanikiwa kuna mahali anategemea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa ukiwa ni mtu ambaye unamtumainia Mungu, unatakiwa uhakikishe unapata nguvu za Roho Mtakatifu, ambazo wakati mwingine tunaita upako wa kukuwezesha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tukatoa mfano kwamba kwenye hizi level za uchumi tulizo nazo, kuna mtu unakuta kiwango chake ni 10,000, si ndivyo? Kuna mwingine kiwango chake ni 50,000, mwingine 100,000. Yaani huyu wa 10,000 ukimkopesha 50,000, yani siku nayo mdai atatamani ajinyonge. Sio kama unanielewa vizuri. Hivi hujawahi jiuliza, kuna mtu nakuta amepona kunywa sumu, ukimuuliza we, kwa nini ulikuwa unakunywa sumu? Anasema nadaiwa, nimekwama kabisa, siwezi nikalipa. Unamuuliza unadaiwa shilingi ngapi? Anasema nilikuwa nadaiwa 200,000. Sio kama unanielewa. Sio kama unanielewa. Yaani kiwango chake cha uchumi ni chini ya 200,000, na maana hata afanyeje hiyo 200,000 kuipata hawezi akaipata. Sasa ili uvuke kutoka kwenye kiwango ulichonacho cha uchumi kwenda kiwango kingine, unahitaji nguvu. Unahitaji nini? Nguvu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tukasema kuna mtu mwingine, unajua nguvu za Mungu zinatafutwa. Sio kwamba zipo tu unaenda kudownload pale unaitumia, hamna.
Nguvu za Mungu zinatafutwa, mtu wa Mungu. Na ndio maana tukasema, ukisoma Luka inasema isiwezekane isipokuwa kwa kufunga na kufanya nini? Kwa kuna kutafuta kwa namna nyingi. Haleluya. Kama vile ambavyo unaweza ukatafuta ukaingia kufanya maombi kwa ajili ya utumishi ulionao, hata kwenye uchumi ndivyo hivyo tunaitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sikuna watumishi hawaendi kuhubiri mpaka wamefunga. Yaani yeye akifunga ndo anaona kabisa upako umeshuka, sio? Hata kwenye uchumi kuna mazingira huwa tunapita. Tai nani anamsikia? Tai nani anamsikia? Kumuona tunajua, wengi hatujamuona, lakini tunamsikia, sifa zake tunasikia. Si tunajua tunasikia eh? Tai ana sifa moja. Yaani tai akienda miaka kadhaa, huwa uwezo wa yale mabawa kumpeleka level zingine unapungua. Umenielewa eh? Unafanya nini? Sasa ule uwezo wa yale mabawa kumpeleka mahali ukipungua, anachokifanya anajifungia, anachomoa yale mabawa, anachomoa. Yaani anachomoa alafu anaanza kuyaotesha upya. Akisha kuyaotesha upya, yanakuwa na uwezo wa kumpeleka umbali usiokuwa wa kawaida kutoka pale alipokuwa amefikia. Sio kama unanielewa? Kwa hata mtu wa Mungu yeyote anayemwamini Mungu vizuri, kuna wakati huwa tunaishiwa mbinu. Sio kama unanielewa? Tunaishiwa mbinu kabisa. Yaani unaweza ukawa uko vizuri sana, sawa, una miradi unaendelea nayo, una vitu unaendelea navyo, lakini unakuta kuna sehemu, kuna level umefika, unatamani uende level nyingine. Kila ukifanya chochote hakuna kinaendelea zaidi. Unakuta kila ukiingiza pesa inapukutika, inaharibika. Hata ile uliokuwa nayo inashuka kidogo kwenye ile level ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikupe mbinu, nenda kama tai. Tunatafuta nini? Nguvu. Tunatafuta nini? Upako. Mwambie Mungu, sasa nimechoka kutumia akili zangu. Jifungie ndani. Sema, chakula nimekula muda mrefu. Sio kama unanielewa? Nimekula mara. Alafu nikupe mbinu nyingine. Unapoingia kufunga kwa ajili ya jambo lako, sawa, we mwambie Mungu, Mungu ninaomba, nimekuheshimu kwa ajili ya hili jambo, nataka ujifunue. Huwa napenda sana nyama ya kuku. Ninaomba nitakapofungua nikutane na nyama ya nini? Ili umshinde shetani. Sio kama unanielewa vizuri? Maana usipoweka agano na Mungu juu ya hiyo nyama ya kuku, unashangaa siku hiyo ndo naingia kwa ajili ya upako, kutafuta upako wa kuvuka hiyo level. Unashangaa nyama ya kuku hiyo inaletwa na mtu ambaye hajawahi kukupa. Sio kama unanielewa vizuri? Sio kama unanielewa vizuri? Yaani mtu hajawahi kukupa hata siku moja, ndo huyo anakuletea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunazungumzia nini? Nguvu. Jamani, hili ilikuwa rajaa. Haleluya. Haleluya. Leo tuingie msingi wa 4. Msingi wa 4. Msingi wa 4. Msingi wa 4 tunasema aina ya watu ulioambatana nao. Imeishia hivyo. Aina ya watu ulioambatana nao. Kumbuka tunazungumzia nini? Misingi. Tunazungumzia misingi itakao kuwezesha kuyafikia mafanikio yako ya kiuchumi. Sasa huu msingi wa maisha ya kiroho, aina ya msingi wa 4 wa maisha ya kiroho, aina ya watu unaoambatana nao. Jana niliuliza swali, kwa nini walokole wengi hawana mafanikio makubwa? Si unalikumbuka? Unalikumbuka vizuri? Na kuongezea pointi ya pili kwenye huu msingi wa 4, watu unaoambatana nao.
kama unanielewa vizuri. Watu unaoambatana nao wanaweza wakawa sababu ya kufanikiwa kwako kiuchumi au kutokufanikiwa. Sio kama umenielewa vizuri. Sio kama umenielewa vizuri. Kama unanielewa vizuri, anza kupiga picha watu unaoambatana nao. Haleluya. Watu unaoambatana nao wanaweza wakawa ni sababu ya kwenda mbali au kubaki ulipo, na wakati mwingine wanaweza kawa ni sababu ya kushuka chini kutoka ulipo. Kwa unapokuwa unazungumzia uchumi au unapokuwa unapambana kwa ajili ya uchumi wako, ni lazima uwe sensitive sana kuchagua watu wa kuambatana nao. Usiende na kila mtu. Kuna huyu anaweza akafaa kwenye kuomba lakini asikufae kwenye biashara. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa wewe, kwa sababu anakusaidia kuomba, ni kweli anakuombea uchumi, ni kweli anakuombea ufanikiwe, lakini ukija kwenye practical hayuko vizuri. Kwa mtumie kwenye maombi, lakini unapokuja kwenye practical tafuta mtu ambaye yuko vizuri kwenye practical. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unakuta wakati mwingine tumeambatana na watu ambao kila tukijaribu kupambana kwenda mbele tunabaki tulipo. Lakini kuna watu ambao ukiambatana naye automatically ubongo wako unafunguka, akili yako inafunguka, mawazo yako yanafunguka, upeo wa kuona unafunguka. Haleluya. 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 Ninatamani unielewe vizuri. Kwa hiyo tunasema aina ya watu unaoambatana nao wanaweza kuwa sababu ya kuongezeka kiuchumi au kupungua kiuchumi, na wakati mwingine kufa kabisa kiuchumi. Fungua na mimi kitabu cha Mwanzo sura 30 kuanzia mstari wa 27, 28 tenda mpaka 30. Mwanzo sura ya 30. Mwanzo sura ya 30 tutasoma mstari wa 27. Ninaanza kusoma, nasema, Laban akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana na nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Laban alikuwa anamwambia Yakobo. Yakobo alikuwa na wake wawili, si ndivyo? Kutoka kwa baba yake mkwe anaitwa nani? Laban. Yakobo alipokuwa ameenda kufanya kazi kwa Laban, akapata mke wa kwanza ambaye alikuwa ni Lea, mke wa pili alikuwa ni nani? Raheli. Lakini yeye Yakobo alimpenda nani? Raheli. Kwa Laban alivyoona kwamba kuambatana na Yakobo kunampa manufaa, akafanya kila aina ya mbinu kuhakikisha huyu Yakobo anabaki kwenye ile familia. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa wewe hata kuchagua tu marafiki hujui. Mimi nakumbuka zamani, wazazi zamani ilikuwa wakianza kuona umeanza macho yanaangalia huku na huku, wanaanza kukuambia mapema, usiende sehemu fulani, usiende sehemu fulani, usiende sehemu fulani. Hivi mwahi jiuliza kwa nini wazee walikuwa wanatuambia? Eti wazee wetu, kwa nini mlikuwa mnatuambia?
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio yako yanategemea ni nani umeambatana naye, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni rafiki wa nje, inategemea nani umeambatana naye. Na ndio maana Labani hakutaka Yakobo aondoke. Ukisoma mstari wa 28, endelea na mimi kusoma mstari wa 28, anasema hivi, akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. 29, akamwambia, umejua jinsi nilivyo. Huyu sasa anaongea ni Yakobo, anasema akamwambia, umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa anasema nitaangalia nini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Akamuuliza, nikupe nini? Labani anaendelea kumuuliza Yakobo. Yakobo muda wa kuondoka umefika, lakini Labani anaangalia, mimi mafanikio yangu yameambatana kwa sababu ya nani? Ya Yakobo. Kwa Yakobo anaendelea kumbembeleza, Labani anaendelea kumbembeleza Yakobo, pamoja na kwamba nimekupa watoto wa kike 2, lakini bado natamani ni uendelee kukaa hapa. Mtu ambaye ni potential hatumpotezi kirahisi. Haleluya. Mtu ambaye ni wa thamani, unaona kabisa uwepo wake unakupa manufaa, hatumpotezi kirahisi. Na kwenye hili eneo naomba unielewe vizuri, kwenye kuchagua mtu sahihi wa kwenda naye kiuchumi, hatuangalia ameokoka, hatuangalia hajaokoka, tunaangalia potential alionayo, ndo tunaenda nayo. Sio kama unanielewa vizuri. Wengi wameferi kwa sababu anachagua mtu wa kanisani kwake. Sasa mtu uliyemchagua kanisani kwako unakuta hana ufahamu wa kukusogeza kiuchumi kutoka ulipo kwenda sehemu nyingine. Wewe umekazana tu, hajaokoka. Haleluya. Nikwambie, uchumi kuna wakati mwingine ukiroho tunaweka pembeni. Umenielewa vizuri? Unielewa vizuri? Na ndio maana kwenye uchumi tunahitaji wewe ndio uwe na nguvu sana. Sio kama unanielewa. Kwa nini Roho Mtakatifu anatufundisha habari ya kuijua nguvu? Kwa sababu ukiwa na nguvu, hata akiwa Muislamu, kuna Muislamu ambaye atakuja kukutumikia hana madhara kwa sababu una nguvu kuliko yeye. Sio kama unanielewa vizuri. Lakini usipokuwa na nguvu utashindwa kuchagua watu sahihi. Wewe mwenyewe huna nguvu, wakija wanakuja na nguvu zao. Unajueje kama huyu amekuja kukusaidia au amekuja kukuangusha? Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa kwenye uchumi inategemea mtu ambaye Mungu amemleta kwa wakati huo, na ndio maana tunamhitaji Mungu sana, ili anaposema na sisi juu ya mtu fulani, mioyo yetu isikatae. Kwa sababu kuna wakati Mungu anaweza akasema, nimemtoa Muislamu kutoka Zanzibar aje akusaidie kufanya kazi. Ukasema mimi anayevaa hivi hapana, ukapishana na gari la mshahara. Nikuulize mfano mzuri kabisa. Sisi tunafanya kazi na Wajapani. Kwani tunajua Wajapani wana dini gani? Kwani ni Wakristo wale? Lakini sisi ndo tunaagiza magari, tunawatumia hela na wanatutumia magari. Sio kama unanielewa ninachokisema. Mimi nafanya biashara na Wazanzibar, Waswara 5, lakini nimeokoka toka nikiwa darasa la 6. Sasa wewe umekazana, huyu Muislamu, huyu Muislamu, huyu Muislamu. Mwingine ndo amebeba madini ya kukuvusha. Usifanye cha kwake, lakini kile Mungu alichokibebesha kukuletea wewe, kipokee katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Labani alimng'ang'ania Yakobo kwa sababu alijua Yakobo uwepo wake ndo unamsaidia yeye kuvuka. Ukiambatana na mtu mwenye kibali,
cha ustawi wa uchumi, uwe na uhakika utastawi kila utakako mtuma aende kwa ajili yako. Vingine vinakuja kwa sababu sisi tumebarikiwa, lakini vingine vinakuja kwa sababu yuko mtu tuliyeambatana naye amebarikiwa. Sio kama unanielewa vizuri. Pokea hiyo point. Kuna vingine tunavipata kwa sababu sisi ni wabarikiwa, lakini vingine vinakuja kwa sababu ya mtu uliyeambatana naye kwa sababu ni mbarikiwa. Na ndio maana Laban alikuwa na mifugo michache. Tuko pamoja? Hakuwa nacho, sio kwamba Biblia inasema alikuwa hana kabisa. Alikuwa nayo mifugo, kwa ina maana alikuwa ni mbarikiwa kupitia mifugo yake. Tuko pamoja? Lakini Biblia inasema aliongezewa, ina maana alipata maongezeko ya mifugo, uchumi wake ukakua kwa viwango visivyokuwa vya kawaida kwa kuambatana na nani? Na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiambatana na mtu mwenye akili ya kutunza akiba, atakuwa chanzo cha ustawi wa uchumi wako. Ukiambatana na mtu mwenye akili ya kutunza akiba, hauwezi ukawa sawa na mtu ambaye hajaambatana na huyo mtu. Sio kama unanielewa vizuri. Yaani iko hivi, huyu aliyeambatana na mtu ambaye muda wote yupo kwenye biashara. Hata wewe mwenyewe ambao unaenda kufanya umbea utaona aibu. Yaani muda wote amekaa pale anafanya biashara zake. Umeenda siku ya kwanza, siku ya pili, baadaye anaanza kukutuma kwenye biashara yake. Si ndio umeenda pale kupiga soga? Anaanza kukutuma. Sogeza nondo hiyo, sogeza simenti. Sio kama unanielewa. Akianza kukutuma, baadaye utaanza kupata hasira kwamba hivi kumbe huwa anakuja namsaidia. Ukiwa na akili nzuri sasa, hauchukii ukimbii ili ukaendelea kutafuta wengine wa kufanya nao umbea. Unakaa pale. Sio kama unanielewa vizuri. Unaendelea kutumwa. Kwani Yakobo alikuwa atumwa? Si alikuwa anatumwa. Endelea kutumwa. Lakini unajua mbinu wanazozitumia. Kaangalia wafanyabiashara wengi sana. Biashara wanazozifanya ni biashara ambazo wamejifunza kutoka kwa wakubwa zao. Kwa unaendelea kutumwa, unatumwa, si ni mtu ambaye umeambatana naye ambaye ni potential. Unaendelea kuiba ufahamu. Anafanya kitu gani pale? Sio kama unanielewa. Mwisho wa siku ufahamu na wewe unakuwa kwamba sasa sio mtu wa kutumwa, anahitaji kutuma watu wengine. Tuko pamoja? Unaposema nahitaji kutuma watu wengine, na wewe ndio ufahamu unafunguka kwamba sasa badala ya kukaa hapa muda mrefu, ngoja na mimi nikafungue hardware kama ya huyu, ila nijitenge kidogo. Yeye amefungua Tandale, mimi nitafungua pale chini. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kutumwa sio dhambi, ila ukiwa umetumwa na wewe akili zinafanya kazi. Ndio maana tunasema mtu unayeambatana naye ni muhimu sana kuangalia ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sitamaliza. Fungua kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 41. Wewe utamalizia hiyo misali mpaka 30, utapata hiyo maana ya Laban na Yakobo. Mwanzo 41. Mwanzo 41 tutafungua mstari wa 28, 29 mpaka 56. Lakini sitasoma yote. Tutasoma 28, 29. 41, 28. Anasema, ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibuni. Mungu atamwonyesha Farao atakayoifanya hivi karibuni. 29 anasema, tazama miaka 7
ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi. 31. Wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. 32. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili, sema mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hiyo 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hiyo miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakirinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Unaelewa nini kilifanyika pale? Farao aliota ndoto ya miaka 7. Farao aliota ndoto, ipo kwenye kijito pale. Kwenye kijito Biblia inasema kwamba aliota ndoto wametokea ng'ombe wanene wanono 7. Alafu ghafla akakuta wametokea tena ng'ombe wabaya wenye sura mbaya waliokondeana 7. Anasema wale ng'ombe 7 wakawala hawa ng'ombe wanono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Farao aliita wachawi, umeelewa? Aliita wachawi, aliita waganga, aliita watu wote wenye vyeo. Kwa kumbe Farao alikuwa na watu walioambatana nao, lakini kwenye ile ndoto hawakumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mahali unaweza ukaambatana na watu wasikusaidie. Ukiona hao watu kwenye hilo eneo hawajakusaidia, usiendelee kuwang'ang'ania, ujue kwenye hilo eneo wamekuwa expired. Tafuta watu sahihi kwenye hilo eneo wakuvushe hapo katika jina la Yesu aliye hai. Farao waliokuwa wameambatana nao hawakumsaidia, na kwa sababu hawakumsaidia alianza kusononeka, alianza kutangatanga kuangalia ni mtu nani ambaye anaweza kaambatana naye akawa ni potential kwa ajili ya kutafsiri ile ndoto. Bahati nzuri sana Farao alivyokuwa amewapa adhabu mnyweshaji na mwokaji, Biblia inasema kule gerezani walimkuta Yusufu akiwa ni nyampara. Tuko pamoja? Walivyomkuta Yusufu wakaota nao ndoto, ndani ya siku 3 huyu atapandishwa cheo, huyu atauawa. Sio kama unanielewa? Mnyweshaji akaota ndoto mizabibu imestawi 3, na ile mizabibu iliyostawi alikuwa na kikombe, amekamua ile zabibu ameenda kumpa mfalme. Tuko pamoja? Lakini mwokaji akaota ndoto ile mikate na zile nyungo 3 ambazo ni siku 3, amebeba mikate yake na ndege wamechukua mikate juu ya kichwa chake. Wakaenda kwa Yusufu, tunaomba tafsiri. Yusufu akasema mimi si tafsiri, ila Mungu anaweza akatafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walivyoenda, kumbe Mungu alikuwa anatengeneza muda wa Yusufu kuambatana na Farao kama potential wa Farao. Alivyotafsiri akamwambia, wewe mnyweshaji unaenda kukaa pamoja na mfalme, lakini wewe mwokaji unaenda kukatwa kichwa. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa Farao alivyoota hii ndoto, wakati huo Yusufu akitafsiri kule gerezani akasema, wewe mnyweshaji utakapofika kule unikumbuke, ukanitaje kwa Farao kwamba yuko mtu anayeweza akatafsiri ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yusufu hakujua kwamba kila mtu anakuja kwa majira, kila mtu anakuja kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na marafiki wengi ambao kuna wakati wametuumiza sana, na sisi tukajua tunaumia tu. Sikiliza nikwambie, kuna wakati umeumizwa ni kwa sababu Mungu anawapangua, anataka watoe, sio muda wao wa kukaa na wewe kwa kipindi hicho, katika jina la Yesu aliye hai.
Kwa hayo maumivu anataka akili ifahamu kwamba sio wakati wa kuendelea kuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa huyu mnyweshaji alikumbuka kwamba yuko Yusufu kule, akaenda kumwambia. Alivyoenda kumwambia, Farao akamwambia mlete haraka sana. Sasa alivyomleta ndo anatoa hiyo tafsiri kwamba kuna miaka mingapi? 7 ya njaa, kuna miaka 7 ya chakula, na kuna miaka 7 ya nini? Lakini anasema hiyo njaa itakayotokea itakuwa ni mbaya sana kiasi cha kwamba hatutakumbuka miaka 7 ya kushiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akatoa solution. Mtu yeyote mzuri anayetaka kukusaidia huwa hakusaidii tu kwamba anakupa fedha, anakupa plan ya kufanya. Akishakupa plan ya kufanya, au anakupa biashara na anakupa na plan ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu ndo alichokifanya kwa mfalme. Akamwambia okay, hii ni miaka 7 ya neema, hii ni miaka 7 ya nini? Ya njaa. Lakini kwenye hii miaka 7 ya neema umtafute mtu mwenye akili, mwenye hekima, atakayeweza kukusanya mazao kwa hiki kipindi, ili itakapofika ile miaka ya njaa, hiki chakula kiweze kuafford hiyo miaka yote bila shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wamisri ni watu gani? Ni dini gani? By nature Wamisri Waislamu. Yusufu ni Myahudi, sio? Ni Myahudi, sio? Wayahudi ni dini gani baba? Kwa tuseme ni Wakristo kwa ufupi, si ndivyo? Lakini hawa Wayahudi sasa, hawa Waislamu hawa, alipoona kwa Yusufu kuna kitu cha ziada, akasema kweli umenipa tafsiri ya kupatikana kwa chakula na njaa, na umenipa nini cha kufanya. Akasema nina sababu gani ya kumtafuta mtu mwingine ambaye hata hiyo tafsiri ameshindwa kuitafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuangalia Uislamu, hakuangalia nchi aliyotoka. Akasema maadamu wewe ni potential kwenye nchi yangu, kaa kwenye cheo ambacho kwanza hakikuwepo kwa wakati ule, kilitengenezwa wakati Yusufu amekuja kutafsiri ile ndoto katika jina la Yesu aliye hai. Si kama unaelewa vizuri? Si kama unaelewa vizuri? Ndiyo baba. Ndiyo. Sawa. Lakini tunachokizungumza kwamba hawa ni watu tofauti na hawa ni watu tofauti. Si kama nimeroweka? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Si kama tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunasema Farao aliambatana. Farao mara kwanza alikuwa ameambatana na Wamisri, lakini alivyoona kwamba hawa Wamisri hawajamsaidia, aliamua kuambatana na Yusufu ambaye ni Myahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa hapa ninamaanisha kwamba tunapozungumzia uchumi, unatakiwa uombe Mungu sana akupe watu sahihi wa kuambatana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye uchumi, omba watu sahihi wa kuambatana. Haleluya. Haleluya. Tulikwambia uchumi tunazungumzia huduma pamoja na nini? Na bidhaa. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Kwa kuna wakati ili uzalishe bidhaa unahitaji upate watendakazi wa kufanya hiyo bidhaa izalishwe. Wewe kule una mashamba. Robert kule ameajiri watu gani na watu gani? Kwani ameajiri Wakristo peke yake? Wa Moravian wanafanya kazi kule peke yao, lakini shamba siliko Moravia. Sio kama unanielewa vizuri ninachokisema. Shamba amekodi kwa wa Moravia, lakini kaangalia wako Waislamu, wako Wakristo, wako wa Luteri, wako wa Pentekosti, wako wa Anglikana. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kwenye uchumi tunaangalia mtu ambaye amebeba hatima,
amebeba kukusogeza. Sio kama unanielewa vizuri. Hatuangalii vyeo, hatuangalii dini. Kwenye uchumi tunaangalia mtu aliyebeba kitu cha kunisogeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwani kwenye kazi tunazoajiriwa hizi kazi, warokole tunaosema hapana hatuambatani na Waislamu. Wewe ukitangaziwa kazi na Waislamu, si unaenda kufanya? Sasa kwa nini kwa Waislamu uende kufanya alafu kwako useme mimi sitaki Waislamu? Sio kama unanielewa vizuri. Sio kama unanielewa vizuri. Tunazungumzia watu unaoambatana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kuna aina za watu ambao wanaweza akasababisha usisogee kwenye uchumi wako. Andika, aina ya watu watakaosababisha usisogee kwenye uchumi wako. Aina za watu watakaosababisha usisogee kwenye uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina ya kwanza, unaweza ambatana na mtu ambaye kimwili anakubariki lakini kiroho anakulaani. Naomba nirudie. Unaweza ukaambatana na mtu ambaye kimwili anakubariki, kiroho anakulaani. Ni mtu wa kwanza. Uwe na uhakika uchumi wako hauwezi ukaenda. Kwa nini hauendi? Kwa sababu huyu mtu ukiwa umefanya kitu sema safi sana, safi sana, lakini ndani anaroga. Sema hii biashara isiende kabisa, hii biashara isikue. Na wakati mwingine amekupa na vyakula, una fly, unajua uko pamoja naye, kumbe vile vyakula ni sehemu ya maagano ya kuvunja na kuharibu mahusiano ya uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokuwa tuna maisha ya uchumi, unatakiwa uwe makini sana. Na ndio maana tunatamani sana Mungu akupe nguvu, kwa sababu kwenye nguvu Roho Mtakatifu atakusaidia kukutambulisha huyu ni mtu sahihi na huyu si mtu sahihi. Na ndio maana kuna wakati unaweza ukakuta uko na mtu Bennett, lakini kila ukiota ndoto unaona anakupiga. Ndoto ni mawasiliano. Sio kama unanielewa vizuri. Na ndio maana ukisoma Mwanzo, Yusufu ndoto, Ibrahim ndoto, Yakobo ndoto. Kwa nini sisi tunashindwa? Kwa sababu tunapuuza. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anawasiliana na sisi kwa ukaribu sana ni kwenye ndoto. Kwa sababu akili wakati mwingine inakuwa imetingwa, iko overloaded. Hapo nakimbizana, nipeleke sijui ndizi pale, mara nipeleke maparachichi, mara nifanye nini. Huna muda wa kutulia. Mungu anaweza akasema na wewe kuna jambo aliko sawa, lakini kwa sababu ya ubize, utii unaondoka, unakuwa uko bize. Sio kama unanielewa. Lakini Mungu huyo huyo aliyekusemesha mchana pamoja na ubize, anakuja kwenye ndoto anakuambia kuna jambo nilikusemesha mchana, liko 1 2 3 4 5. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana unakuta uko Bennett na mtu, lakini unakuta kila unapoambatana naye aidha roho yako haikubali, pamoja na kwamba anakubariki kwa midomo, au unakuta akili yako kile ikiwa pamoja na yeye kuna vitu ambavyo haviko sawa. Lazima uelewe ishara za mwili ambazo Roho Mtakatifu anazitumia kukutenga na wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hawa watu ni wabaya sana. Na hii mbinu wametumia sana wachawi. Yaani mchawi na mshirikina anatumia sana mbinu ya kuwa karibu na wewe ili akupeleleze unatumia mbinu gani kwenye biashara yako, alafu akienda gizani aanze kuipangua. Na ndio maana kwenye maisha tulionayo, jifunze sana kuwa msiri. Hata kama una rafiki ambao unasema huyu ni rafiki yangu kipenzi, sikiliza, hakuna rafiki kipenzi. Hata mume tu anakukimbia.
Haleluya, haleluya. Kwa unaweza kuwa unatoa siri, mimi hapa nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Anakuambia yes, huo mpango umekaa sawa, mpango uko sawa sawa kabisa, na hapo utafanikiwa. Alafu akigeuza kisogo, anaenda kukaa kwenye madhabahu zake, anasema wewe Mungu, shetani ninayekuamini, ninataka hili jambo lisifanikiwe. Unapambana kwa nguvu zako zote, bado nakuta hakuna kitu kinaenda. Rafiki uliambatana naye anabariki kwa kinywa, analaani roho. Fungua kitabu cha Zaburi 62 mstari wa 4. Zaburi 62 mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake, hufurahia uongo. Kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulaani. Sio kama umeelewa vizuri, naomba nirudie. Mstari wa 4 anasema, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Sasa cheo inaweza ikawa ni cheo cha kazi. Cheo ni nafasi, nafasi ya uchumi, nafasi ya kibiashara. Unakuta level yako labda biashara, mzunguko wako kwa siku ni milioni 2, milioni 3. Ni cheo, ni nafasi yako hapo. Sasa anasema hufanya shauri kukuangusha kwenye cheo chako. Yaani na maana muda wote anasema hii biashara hivi, hii biashara hivi, hii biashara hivi, lakini ndo anakuletea chakula, ndo anakununulia soda. Huyo mtu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na hii hatuzungumzii kwa marafiki tu, na wengine bahati mbaya sana wameambatana na wake ambao hawataki waume zao wafanikiwe. Mwanaume ni mchapakazi kweli kweli, lakini hamna anachokifanya, napiga makitai. Kwa nini? Kwa sababu ameambatana na mtu ambaye sio sahihi. Akitoka huko mume wake ameleta na hela, anaweka mke wangu niwekee, anaenda nazo kwenye madhabahu za kichawi, asifanikiwe. Wachawi hawana akili. Cha kwako unakiroga, mtoto wako unakula. Haleluya, 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 haleluya. Kwa anasema ufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake, hufurahia uongo. Unaelewa uongo? Yaani kwamba anapokuwa na wewe anacheka na wewe. Mwongo mkubwa. Mtu wa kwanza. Mtu wa pili, mtu wa pili anaweza akawa ni mtu mwenye mikosi. Yeye sio mtu anayepambana na kukuangusha, lakini yeye peke yake amezaliwa tu ana hiyo mikosi. Chochote anachokifanya kinakufa. Na kwa sababu ana mikosi, ukiambatana naye, kwa sababu vita ya mkosi inaenda kwake, yeyote anayemgusa naye anaanguka. Haleluya, 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 haleluya. Umeambatana na mtu ana mikosi yake. Na kwa sisi ambao tunaajiri watu, ni vitu ambavyo viko very sensitive. Anaweza akaa na elimu sawa, anastahili kukaa kwenye hiyo nafasi sawa, amesomea hiyo elimu sawa, lakini ana mikosi. Ulikuwa unaenda umefika level fulani, ulipomwajiri tu kila kitu kinapukutika. Ndio maana tunapozungumzia misingi ya uchumi na vitu vingi, mwingine unasema mimi mbona
ni mtii, nina juhudi. Na ndio maana tunapozungumzia habari za mahusiano yako na Mungu tunamaanisha, kwa sababu yao ndio amebeba msingi mkubwa. Sio kama unanielewa? Sababu hivyo vitu vyote vinakuwa wazi, vitu vyote vinakuwa peupe. Kama shetani amekutegea mtego kukuletea mtu mwenye mikosi, Roho Mtakatifu aweza kukuambia kwamba huyu mtu sio sahihi, hata kama vyeti vyake amefaulu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa watu wa mikosi wamegawanyika katika aina mbili. Hawa watu wa mikosi wamegawanyika katika aina ngapi? Mbili. Aina ya kwanza ni mtu ambaye ana mkosi ni kwa sababu ya kutokutii wito. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Yaani yeye mkosi wake ni kwa sababu Mungu anataka afanye kitu fulani, alafu yeye hataki. Huyo mtu uwe na uhakika hata ukimwajiri kwenye biashara yako itakufa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amemwambia aende sehemu fulani, alafu yeye hataki. Na hili pia ninakuwa makini sana. Kuna watumishi wengi ambao Mungu amewaita kwa full time wakakataa kwenda, na ndio maana kila anachofanya kinakufa. Kabla ya wito vilikuwa vinaenda. Kamuulize Elisha, aliua jozi ngapi? Jozi za kutosha kumfuata nani? Elia. Ina maana alikuwa sio mtu ambaye hana kazi, alikuwa ni mtu ambaye ana kazi yake, lakini wito ulimsababisha uwe jozi za ng'ombe. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa wito unaweza ukakusababishia wewe ukaona una mkosi, lakini kumbe ni wito. Ukifuata tu wito kila kitu kinaenda sawa. Na bahati mbaya sana mtu ambaye ameitwa, ikitokea umeambatana naye, uwe na uhakika vitu vyako vitapukutika. Vitakuwa salama kama utagundua na wito, msapoti kwenye wito wake, Mungu atarejesha kila kitu kilichoondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Yona, sitasoma. Yona sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Yona itakiwa aende wapi? Akaenda wapi? Chombo kile. Chombo tunaweza tukasema ni uchumi, kwa sababu kilikuwa ni mahali ambapo kinawapa fedha wale watu. Ameingia kwenye ile merikebu, ikaanza kufanya nini? Kuyumba. Safari ikawa ngumu, hata watu ambao itakiwa watoe nauli pengine hata hawakutoa, kwa sababu Yona amesababisha tafulani mle ndani. Kwani kuna mtu alikuwa anakumbuka kudai nauli pale? Utakumbuka kudai nauli? Walisahau nauli, wakakumbuka kupiga kula, kwamba haiwezekani, mbona hii merikebu mara nyingi sana inaenda na kurudi, mbona hili jambo halijawahi kutokea? Alafu bahati nzuri sana mtu ambaye ana wito ndani yake, huwa chapa ya Kristo inakuwa juu yake. Hata wakipiga kula zitamwangukia, hata ajifiche watasema ni huyu ndo amesababisha tafulani hapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa muwe makini sana mnapoambatana na watu. Mwingine sio kwamba ana mikosi ya kutoka kwao, hapana, ila amekataa wito. Na mimi nashangaa watu, kwa sababu hata wito pia ni uchumi. Kwani wito sio uchumi? Si ni uchumi? Na ndio maana mimi nilikuambia watumishi wengi wanapotea kwa sababu wamekaa mahali ambapo sio kwao. Lakini ukikaa mahali ambapo ni pako, kama Mungu amekuita kufundisha, wakina Mwakasai kwani wana uchumi mbaya? Si wana uchumi mzuri? Kwa nini? Wamekaa eneo lao. Wangapi mnamfahamu Mwamposa?
ana uchumi mbaya Sasa wengine wataanza kusema yule hamna bwana, amekaa mahali pa kwake. Sio kama unanielewa vizuri, amekaa right position. Yani ukikaa mahali pako uko sawa. Sio kama unanielewa vizuri, hakuna kitu kitaharibika. Kwani Robert anauza magari? Si analima maparachichi kule? Sio tajiri? Haleluya, haleluya, haleluya. Mtumishi yoyote aliyekaa mahali pake yuko sawa, na lazima uchumi wako utakuwa vizuri. Lakini ukikimbia utasindikiza wenzio. Na hapa kwenye watumishi, kuna watumishi ambao wao wameitwa full time na kuna watumishi ambao wameitwa kama Paulo. Sio kama unanielewa. Tunaowazungumzia hapa ni wale walioitwa full time. Yaani mtu ambaye ameitwa full time akishika chochote kinakufa, hakuna kitu kinaishi. Haleluya. Mtu wa pili kwenye hao watu wa mikosi, huyu ni mtu ambaye amezaliwa tu hivyo. Yaani toka anazaliwa hivyo vitu vinamsumbua. Sio ana wito, sio nini, yaani hamna kitu kinaenda. Yaani amezaliwa tu na mikosi. Na mtu wa namna hiyo ambaye amezaliwa na mikosi, ukifuatilia sana unakuta hata familia yao iko nayo maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu unakuta kusoma kwake ni kwa tabu. Yaani amesoma kwa shida, kwa tabu. Hata alivyosoma kupata kazi anapata kwa tabu. Haleluya, 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 haleluya. Kwa ni lazima uwe makini sana kuambatana na watu ambao unataka kufanya nao kazi ili wakusogeze kiuchumi. Nikupe mfano mmoja. Sara, Biblia inasema Mungu alifunga tumbo lake toka akiwa na mwaka mmoja, sasa ameenda mpaka miaka mingapi? 90. Ili Ibrahim uchumi wake uende vizuri, ulikuwa unategemea kufunguliwa kwa tumbo la nani? Unielewe vizuri. Mtoto wake wa nje ya ndoa alikuwa na baraka zake, umenielewa? Lakini baraka za kusukwasukwa, baraka stahili anazostahili kutoka kwa Mungu zilikuwa zinataka zitoke kwenye kiuno cha nani? Kwenye kiuno cha Ibrahim, kutoka tumbo la nani? Sara. Sio kama umenielewa? Kwa ina maana Ibrahim angepata mtoto, yani Ibrahim angepata mtoto akiwa na miaka 50, ina maana utajiri wake ungeanzia kwenye miaka mingapi? Sio kama unanielewa vizuri. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa ina maana anakuja kupata zile baraka za kitajiri baada ya kumpata nani? Na si tu baada ya kumpata Isaka, baada ya kumtoa sadaka nani? Kwa ina maana asingepatikana, asingepata cha kutoa, si ndio? Sio kama unanielewa vizuri. Lakini kumbuka huyu Sara ndo aliambatana na nani? Na Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa hana tatizo. Na ukitaka kuona Ibrahimu alikuwa hana tatizo, alipomwingilia nani? Hajiri, si ndivyo? Alipata nani? Sio kama unanielewa. Kwa ina maana Ibrahimu hata wangempelekea wanawake wa kutosha, mlango wake wa uzazi ulikuwa uko wazi. Lakini Sara aliyeambatana naye, mlango wake wa uzazi ulikuwa umefungwa. Sasa kwa sababu ule mlango wa Sara umefungwa, Ibrahimu hakuna namna ataendelea kusota mpaka mlango wa Sara umefanya nini? Umefunguliwa. Na ndio maana nimekuambia kuna watu wengine wapo kwenye ndoa, mke anaweza kaa ni mchakalikaji sana, lakini mume amefungwa. Na no out hawezi wakasogea ni mpaka mmoja amefunguliwa. Kwa mtu naye ambatana naye ana nafasi kubwa sana
ya kukufanya ukatoka eneo kwenda eneo lingine, awe ni mke, awe ni mume, awe ni rafiki, awe ni mfanyakazi. Wale ambao tunakuwa na maduka makubwa, tunataka wafanyakazi wa kubeba vitu. Ukimchukua mfanyakazi ambaye ametoka na mikosi yake huko, uwe na uhakika biashara yako itakuwa inakufa kidogo kidogo mpaka utakuja kushtuka imeisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ndio maana tunatamani sana tukifahamu hii misingi, inakuwa ni kodi za kwenda kuomba mbele za Mungu, kwamba Mungu nisaidie kwenye hiki, Mungu nisaidie kwenye hiki, Mungu nisaidie kwenye hiki. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Anza kuchanganua kwamba tokea ukiwa na fulani mambo yako yameendeje. Hamna. Haleluya. Lazima uchanganue. Na nimekuambia usiwe ni mtu wa kung'ang'ania watu. Kuanzia leo ukiona mtu amekuumiza mara ya kwanza, mara ya pili, ingia kwenye maombi. Muulize Mungu, kwa nini ananiumiza mara kwa mara? Sio kama unanielewa. Kwa sio kila fedha inayokuja uichangamkie. Fedha zingine zinakuja kwa mtego. Wewe ukiona tu fedha unashangilia, na umepita kwenye ukame wa fedha, alafu ikaja ya mtego, utaishangilia sana. Lakini nguvu ya Mungu inatusaidia kuchambua vyema na vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naomba simama kwa miguu yako.